Mtu aliyefuata kwenye interview ni huyo mwamba hapo. Kimuonekano unaweza ukasema ni kama mkongo hivi, ana mbwembwe kinoma. Kafika na mashamra shamra, mwamba akamwambia mkaa chini. Mwamba akasema wow. Mwamba akaanza kujieleza, unajua mimi nina experience kubwa sana ya kufanya hizi kazi, kwa hiyo ukiwa na mimi ndani ya kampuni yako wala hauna shida kabisa. Kumbuka mwamba hata hajaulizwa jina bado, ila ameshaanza kueleza kile ambacho atakiofa kwenye ofisi. Bonge moja la mistake kwa bwana Joshua Igwedo. Sasa huyu bwana Joshua Igwedo wala hakutaka kabisa hata kuongea naye. Alivyomaliza kujieleza taratibu akamwambia, mzee, simama na uondoke, hii ofisi nahisi kama sio sehemu sahihi ambayo unaweza kuja kuifanyia kazi, tafadhali. Mwamba akasimama akasepa, lakini na manunguniko na maneno ya kashfa kishenzi kwamba wewe ukinikosa mimi kwenye hii ofisi umepoteza pesa nyingi sana. Hawa shuleni ni wale watu ambao waga wanasoma physics, wanakuaga na hii hali, yani unaweza ukashangaa anajiita Isaac Newton. Sasa baada ya watu wote kumaliza interview, huko nje tunamuona yule dada ambaye alitoka kijijini kuja mjini kutafuta maisha. Kiufupi yeye amechelewa kinoma kwenye interview, lakini bado ana furaha kwa sababu anaenda kufanya kazi kwenye moja kati ya ofisi ambazo alikuwa anatamani sana kufanya nayo kazi. Na wakati anaingia ndani akapigana kikumbo na bosi, yani bwana Joshua Igwedo, lakini hakujua kama ndiyo bosi. Dada akamuomba msamaha bwana Joshua, lakini bwana Joshua akamwambia we ni kipofu eh? Bwana Joshua akaanza kumtukana dada fokea sana, kwa sababu kwanza hajawahi kumuona ofisini. Dada naye akaona mbona kama ataka nipande kichwani huyu, akaanza kurudisha mashambulizi kwa mtu ambaye hajui kuwa ndiyo bosi wake. Dada naye akamtukana kinoma bwana Joshua Igwedo, tukana sana. Alafu alivyomaliza akasepa na bonge la msonyo. Bwana Joshua hasira zikampanda kinoma, kwa sababu kwanza hajawahi kujibishwa kabisa na mwanamke kiasi hiki, tena ndani ya ofisi yake. Baada ya kufika ofisini, dada akajitambulisha reception kwamba amekuja kwa ajili ya interview na ni mgeni hapa. Kitu kikubwa ni kwamba wale watu wa reception wakampokea kwa furaha kinoma, kwa sababu kwanza ni mchangamfu, ana vibe na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wakawa wamevutiwa naye, na kabla hajaelekezwa sehemu ya kwenda akawahadisia kwamba kuna mjinga nimekutana naye nje pale, amenigonga kikumbu alafu akaanza kunitukana. Kiufupi nimemuonesha kuwa mimi sio wa kawaida, nimemchamba kinoma. Wale wadada wakafurahi kinoma kusikia kwamba kuna mtu kamnyoosha. Sasa bwana Joshua tayari alikuwa ameshajua kwamba yule ndiye dada ambaye amekuja kwa ajili ya kurepress nafasi ya yule dogo, na tayari akawa amemuita msaidizi wake na kumwambia mwambie aondoke haraka kwa sababu tayari ameshaharibu. Huku upande wa pili dada anaonekana tayari ameshaanza kuoneshwa na sehemu ya kukaa. Msaidizi wa Joshua akaja akamwambia, wewe CEO amesema hautakiwi tena kufanya kazi hapa. Dada akaanza kujitetea. Wenzake akamuuliza, mshikaji uliyemtukana alikuwa ni mrefu kidogo? Akasema ndio. Akamwambia yani umekwisha, hakuna msaada tena hapo. Lakini dada akamwambia, tafadhali mama, naomba nikazungumze na huyo bosi kwa sababu vitu vinazungumzika, mimi pia ni binadamu. Dada akamwambia, unaweza ukaenda na ukifanikiwa kumshawishi it's okay, wewe utakuwa umeshinda.